Pata samani. Bila samani. Mambo? Poa vipi? Poa mzima. Mzima shwari. Shwari. Nilikuwa namuulizia bwana mmoja anaitwa Kijoka, sijui unamfahamu? Kijoka? Wewe uko na vipi Kijoka? Amna, ni rafiki yangu tu. Kijoka simjui. Basa. Poa. Mambo? Poa vipi? Poa mzima. Safi. Samani? Bila samani. Yule mtaa mwenyeji. Mwenyeji kabisa mtaa kabisa. Nikupeleke wapi dada? Nilikuwa namuulizia kijana mmoja anaitwa Kijoka, sijui unamfahamu? Hapana dadangu, wewe mtu simfahamu, hapana kabisa. Basa. Una kazi njema. Labda ulikuwa na shida naye gani labda? Wewe si unamfahamu? Kwa hiyo ndio unaondoka. Hebu subiri bwana. Samahani. Vipi? Una mtu? Bana hatari. Singine kweli tuna bahati ya soda ikifunguliwa tu ndo mazala yake. Lakini mtoto mwenyewe hatari nakwambia. Hatari kabisa. Yaani Kijoka anaeje? Hapana. Yaani Nijua anakuja hapa analeta dili za pesa, anakuja kuleta habari za Kijoka. Sasa Kijoka namjuaje? Sasa watu wengine bwana. Sasa kuja kunitoa kwenye mood hapa. Najua mida hela tena hii. Unajua Kijoka nini kuambia kitu? Jana kipindi nipo katika michakato yangu na pilika zangu zile, unajua za mtu mweusi wenyewe tunaita black people. Katika pita hivi. Nikakutana na ule kale kashori kale uliko kasaidia siku ile. Aniona nini? Wewe kaka, tafadhali. Nisubiri, mimi kabidi nimsubiri. Kamuliza nini shida yako? Samahani kaka, sijui kuna moja kuna mbili. Sijui nini, tumekwenda kimerudi, sijui Kijoka anamjua. Nikamwambia Kijoka, nikamwambia Kijoka simjui. Kwani yeye Kijoka akakuelekeza anakaa huku? Yaani hapo ndugu yangu ndipo ulipoharibu hapo. Sana haribu kitu gani wewe? Wewe huwezi kumjua mtu kwamba ametoka mbali kiasi gani mpaka kuja kuniulizia mimi frustration unamtupa tunasema kwamba mimi simfahamu rafiki yangu. Wewe binadamu gani mbona uko na wakorosho ndugu yangu wewe? Unajua Kijoka sikia nikwambie wewe. Hao mambo kunikoromea mimi ndo siatendigi ujue. Alafu mwanangu mwenyewe unajua kabisa mimi itikadi hizo sipendi. Kama wewe na mwanamke wako mlikubaliana sijui mkutane wapi mlielekezana sio kwangu mimi ujue. Mimi itikadi hizo sitaki ujue. Na kupangilia mwanangu sipendi hizo habari. Hapo sini kwa nini unaniharibia time kila muda ni mwanangu? Kwani mwanamke wako kweli lakini ananisumbua mimi vipi? Hapa tukukuta majanga. Wengine masususu mwanangu wao. Kauli yako. Wajione mwenyewe unapatia hapo bora. Bwana, wewe fanya habari zako. Sasa mimi mtu nashangaa, yani mtu amekuwa na roho mbaya kiasi hichi, mtu anakuja kuniulizia, si ungemwambia bwana yule bwana anaitwa fulani bin fulani station akaa hapa, mtu bado anakuja tena bado endelea tena kubana tu anabana tu. Sasa kuna habari nyingine sometimes inakuwa zifai wala nini? Tolu. Sikiza nikwambie ndugu yangu. Kuna kitu ambacho mimi kinaniuzi sana ujue katika maisha yangu. Kuhusiana na yule jamaa yangu yani. Ananikosea sana ujue. Kuna kale kabinti kale niliko kasaidia. Kumbe alikutana na Lodi kule. Baada ya kukutana na Lodi alimkuta yule binti yake ananiulizia miausio. Kwa hiyo bwana akamtupa. Akamwambia bwana mimi simfahamu mtu, mimi simjui kabisa yani. Sasa mimi nikashangaa maana yake yani kwamba anisijue mimi mwanangu Jeff asinijue mimi. Alafu dakika nyingine kwamba mimi sometime moja mimi naniuze kitu kimoja. Anakuja yani kwa time moja kama mfano hivi tumekaa hivi. Anakuja mimi ananikunja kama mfano tumekosana anakuja mimi ananikunja. Wewe mimi nitakuzingua, nitakuanzishia. Yaani kile kitu maana yake kinaniuzi sana ndugu yangu. Sababu mimi naishi naye kama ndugu yangu kabisa lakini ananiuzi yani yale mazingira yake yani yale ya ubabe kunichukulia mimi kinyonge sana ujue ndugu yangu. Sasa mimi sijajua kwamba mimi unanishauri vipi kuhusiana na yule mtu yani. Mimi nilifikia umekuja hapa na vitu vya maana afu unapokuja kwangu mimi uje na madili ya pesa. Unaelewa mimi mwana harakati na nikiamka asubuhi na waza niende wapi nikachakalike nipate pesa. Niendeshe maisha. So unakuja kuniambia na habari ya mapenzi afu mnagombea mwanamke wewe na ndugu yako. Huo si uboya unakuja kuniambia. Wewe vipi? Mimi sigombei mwanamke sikuwa yeye ndo aliniulizia mimi. Sasa mimi usije kuniambia upozi kama mimi nikusaidie nini sasa ndio ushaniambia anakusaidia nini mimi. Wewe vipi wewe? Sasa siku nyingine ukija na habari kama hizo na kupiga vichwa. Wewe si unajua vizuri mimi.
Njoo na vitu vya maana bwana. Wewe mwanamke unapajua kwa hapa juu. Kwa hiyo mimi napajua yule, napajua fresh tu. Sasa kwa nini usiende ukaenda kumsikiliza nyumbani kwao? Unakuja hapa unakuja kulialia hapa unataka sura chako cha unyonge. Wewe vipi? Poa. Mimi naenda usio. Baridi. Sema unayumba bwana sio hivyo. Bwana uishi vyombo vizuri hivyo. Maana wewe vyombo nalipwaga. Nakwaje sister? Oh. Vita jikoni pale nimeona minyama ujue pale. Sababu mkitoa dongo hapo sio mnaniwekea tena kibawa, sije kiguu, tuelewani. Mkitoa dongo hapo mnaniwekea kitu chenye kueleweka. Napenda kula tumbo lake kama tapia mlo. Bila kula nafikiri tunaishi. Zuura tu. Sasa kako kwa kuzuura. Kakungeni. Wenyewe. Karibu. Vipi Feti? Safi. Kwema. Kwema. Marabo jambo. Karibu. Asante, habari ya siku nyingi. Nzuri sie. Salama kabisa. Maana mimi nashukuru sana kukuona wewe, yani uko mzima namna hiyo, maana una afya nzuri yani. Naendelea vizuri. Naendelea vizuri. Na kichwa vipi bado kinauma? Sasa hivi namshukuru Mungu. Naendelea vizuri. Unajua nilikuja kule mtaani kwenu uliponielekeza. Nikaulizia lakini nashangaa walichosema hawakufahamu. Kwa hiyo baada ya kuuliza watu wakasema kwamba mimi wanifahamu. Bila kila mtaa hapa sijui huyo mtu hayupo, sijui hapa jina hilo, sijui mwingine sijui jina hilo ulifanyaje. Kweli nilikuja kumuulizia na mimi maana nikapata taarifa. Ila yani wewe kuja kumuulizia huyo ambaye Jefu. Yule mimi ni jamaa wangu naishi naye lakini ana roho mbaya vibaya mno. Yaani si mtu mzuri. Naweza kusema naishi naye tu sababu ni jamaa wangu lakini ana roho mbaya sana. Hata ulipokuja kumuulizia akasema mimi simtambui, maana yake naamini huyo ni Jefu na ndio maana akakutupa namna hiyo. Mimi aliniambia kuna mdada alikuja kuulizia lakini kuna poa. Sasa nilikuwa dhumuni langu la kukutafuta, kuna kitu nataka kuongea na wewe. Kuongea na mimi. Ila sio vyema tukazungumzia hapa. Basi sawa. Tafute muda na siku na sehemu nzuri tukae tuongee. Poa. Sasa mimi simkaji sana. Na mimi nimekuja kukuona tu, nataka nielekee kwenye mihangaiko yangu. Sawa? Kwa hivyo hapa kuna kiasi cha pesa hapa nimekuja nacho kwa niaba kununua vidonge, utapata panado hapa. Sawa? Ngine utanunua matunda kidogo. Yeah. Asante. Hapo hamna shida. Basi subiri kuandalia basi hata chai. Hapana, mimi nashukuru, nishakula kabisa. Sawa? Haya, poa fiti. Subiri basi usindikize. Hapana, pumzika. Kulingana na hali yako mimi naomba pumzika tu. Sawa. Si unajua tu unaweza kadondoka tu bwana, pumzika bwana. Mimi kaa chini. Basi sawa. Haya, poa, siku nyingine. Hapo. Kijoka. Naam. Nashukuru umeitikia wito wangu. Sina cha kukulipa. Nimeamua nikukabidhi moyo wangu. Umeamua kunikabidhi moyo wako? Hivi wewe umeamua kunikabidhi mimi moyo wako kwa kukusaidia au manake kwamba nimekusaidia manake ndio leo unaamua kunipa fadhila kwa sababu mimi nimekusaidia? Si ndio manake? Alafu chengine ngojea, hivi manake utapenda watu wangapi? Manake kila mtu anayekusaidia ndio anastahili manake umpende? Sikiza nikwambie. Mimi unanikuta hapa sio kwamba tunasaidia watu afu baadaye nilipe fadhila yetu wanipende. Afu leti kama ningejua upuzi yenu huu nisingekuja. Mimi napoteza muda wangu bure na kuja hapa afu mwisho wa siku nakuja kuniambia eti mimi unanihitaji mimi, unanipenda mimi. Wewe ukaja kuniita mimi nikapoteza muda wangu afu unakuja kuniambia habari kama hizo, vipi? Kijoka. Kwani kumpenda mtu ni kosa? Au ni dhambi? Au kuambia mimi wewe nakupenda ni kosa? Basi sawa kama ni kosa. Nimekukosea sana. Bora mimi nikiondoka katika hii dunia, wewe na wewe ukawa na furaha. Si uende, nani anayekutaka? Mimi sikuhitaji, si uende. Wewe vipi? Kuna nipoteza muda mimi nakuja hapa afu dakika za mwisho mimi nakuhitaji, mimi nakupenda kwa sababu wewe ulinisaidia. Wewe vipi? Kuna mtu anayekuhitaji? Alafu sikiza nikwambie chengine. Mimi unanikuta hapa. Mimi sijishiriki sana na habari za mapenzi. Feti.
Usifikie hatua hiyo feti kwenda kujiua. Uende ukajua kwa sababu yangu mimi. Uende ukajitoe roho kwa sababu yangu mimi. Sio vizuri. Mimi nimekubali. Kweli? Ya, nimekubali. Na uniongopee. Sikuongopei, nimekubali. Unafikiri kuna mwanamume ambaye mimi nakupenda afu mtu akaja tu akakubali kila silasi tu. Haya poa, mimi nimekubali. Wewe vipi? Tondokoge tena huko. Wewe. Ndiye. Poa shwari. Shwari kama kaa. Kama kawaida. Fresh kabisa. Yaani nimezunguka nimeitaita mzee mwenzangu sijakuona ngoja. Kucheki nyuma na kukuta mzee umekaa kwenye kigogo. Hata sana unajua ndugu yangu hapa. Shida nini babu, mbona kama hivi? Unajua yule binti yule aliyepata gajalafu nikamsaidia. Yule binti yule ananitaka. Unanielewa? Ananitaka yani binti ananipenda sana. Afu kuja kucheki mimi mwenyewe kama unavyojua ndugu yangu hali yangu ndio kama unavyoniona hii. Yaani nashindwa kuelewa kwamba kama nitakuwa naye na hii hali yangu kwamba mimi sitakuja kufichuka siku za baadaye. Pia nikupangilia. Unajua kuna mambo mengine unafeli afu utaki unishirikisha. Ushaelewa? Sema kwa hili mwanangu, ngoja nikupangilie kitu kimoja. Yaani anayejua ngumu, anayejua laini Mungu peke yake. Ndugu yangu wewe unaweza kitu ambacho pointi sana unajua. Mwanangu hebu tudikatae. Wewe vipi babu? Ndugu yangu hamna shida. Unayumba. Mume wangu, ndoa yetu ina miezi kadhaa tu mpaka sasa, lakini imekuwa na furaha na amani, na namuomba Mungu atujalie watoto, au sio mume wangu? Aswa mke wangu, maana watoto ndio faraja katika ndoa mke wangu. Eti watoto ndio faraja kabisa. Ni faraja kabisa katika ndoa. Sasa mimi ningependa mke wangu apatikane mtoto wa kwanza kabisa awe dume, wa pili aje kuwa kama wewe wa kike. Kwa nini asianze kwangu mimi wa kwanza wa kike, afu wa pili akawa kwako wa kiume? Umeanza tena hivyo, kumekucha. Mke wangu, maisha ni safari ndefu sana. Sawa? Nahitaji mke wangu nivumilie kwa kila hali. Sawa? Nikipata kidogo, nikipata kikubwa, naomba mke wangu nivumilie. Sio tena nikileta mlenda tena ndani tena kumekucha hapa pikiki, kuna mlenda, kuna nini. Haitakiwi mke wangu. Umenielewa? Hamna. Hamna. Nakupendaje mke wangu? Unipiti mimi. Kweli kabisa. Kweli. Labda ndio tanimwaga mimi. Leta basi nikugoshe kidogo vidole mke. Au ndo vinauma? Wewe juzi umenigosha mpaka kinauma, niache. Leo umezidi tena mwili laini. Msitaki.
Feti mke wangu. Tatizo ni nini mke wangu? Mke wangu Feti. Feti mke wangu. Tatizo ni nini mke wangu? Mbona umeona kiasi hicho? Hivi mume wangu, ili tatizo litaisha lini? Mara kwa waganga umekuwa mgumu, hospitali umekuwa mgumu, au kuna kitu unakijua mimi unanificha? Hapana mke wangu. Kila kitu mke wangu mimi nilishakueleza kwamba natakiwa uwe mvumilivu, vumilie. Alafu ukizungumzia swala la kwa waganga, hospitali, sio kwamba eti ndo anapatikana mtoto. Mke wangu kumbuka mtoto ni mali ya Mungu. Sio kwamba eti ndo anapatikana huko. Natakiwa manake uwe mvumilivu. Lakini mke wangu manake unakuja mimi hata mananasi unipokei, nimekuja nayo nimeweka hapa chini mke wangu kimya kingi. Kumbe manake tatizo ni hilo. Mke wangu. Tafadhali nakuomba mke wangu. Kuwa mpole, kuwa mvumilivu. Maana maisha mke wangu haendi namna hiyo. Hebu niache, nione unazingua tu saa hizi na mananasi yako. Oa vipi wewe? Sio ndugu wangu, mambo yanaendaje? Mbona kama hivyo kinyonge vipi? Hamna ndugu wangu, kaa kwenye kiti hapa. Mimi wewe tulia. Tulia bana. Unajua Kijoka, natoka kule, yaani nakuona hivi kama uko sawa.